Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babu Bidabida Online TV. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe channel hili mradi wa kwanza kupata masomo yangu kila leo ninavyotoa. Huyu pichani unayemuona hapa ndio Babu Bidabida na ni nguli wa tiba asili Afrika. Mimi napatikana Dar es Salaam, Yombobuza kwa Mama Kibonge. Ukifika ulizia mtaa wa Gaddafi utafika dukani kwangu, na duka langu juu limeandikwa Dr. Babu Bidabida. Mwanafunzi wangu, sipatikani sehemu nyingine yoyote ile. Kwa wewe unayetoka mkoani, unayetoka nje ya nchi, unayetoka nje ya bara la Afrika kunifuata mimi, hakikisha unaonana na mimi. Hakikisha unafika Buza kwa Mama Kibonge, Dar es Salaam, Tanzania. Sipo sehemu nyingine tofauti na Dar es Salaam, Buza kwa Mama Kibonge. Hakikisha unaiona hii sura. Leo tupo katika namna ya kumweleza jinsi ya kumuita jini Debak. Jini huyu ni kiumbe wa mali na upendo wa hapo kwa hapo. Huyu ni filti kama mafilti wengine, kama unavyomuona Maimuna na mambo mengine. Jini huyu ana uwezo wa kukupa mali za haraka sana. Jini huyu ana uwezo wa kukusaidia wewe, ana uwezo wa kukukuzia kipaji chako ulichonacho hapo ulipo, wala hujachelewa. Ana uwezo wa kukutoa hapo na kukupeleka sehemu nyingine kubwa. Wewe ni msomi, wewe unataka kupanda cheo, wewe unataka kupata madaraka, wewe ni kiongozi unataka kwenye masuala ya uchaguzi, wewe ni mchimbaji wa madini na unahitaji kupata madini mengi. Yani kufahamu kwamba hii site nilokuwa nayo kwa sasa, je, inatoa madini haitoi? Na ni wapi nichimbe? Je, hapa nilipopaanzia vipi? Panawezekana, pawezekani? Mimi ni mfanya biashara. Je, hii biashara yangu nifanye vipi ili niweze kupata wateja? Wewe ni manager, marketing manager, kwamba unatafuta namna gani ya kuteka soko katika kampuni yako ulioajiriwa. Wewe ni bosi, mwajiri, lakini pia unataka kufanya vizuri, kupata tuzo. Aidha wewe ni msanii mkubwa na unahitaji kutunga hit na ili mradi tu uweze kutoka sehemu moja au kuelekea sehemu nyingine. Wewe ni mkulima na unafanya kilimo chako cha kisasa lakini au cha kizamani, lakini pia hauglow, yani haukui, basi huyu atafanya namna unavyotaka wewe. Wewe ni mfanya biashara na unahitaji wateja wengi sana waongezeke, basi huyu atafanya vile ambavyo wewe unavyohitaji. Lakini kitu kikubwa, wewe ni mtu mwenye madeni na mazonge sana na hakuna njia ya kuwalipa wadeni wako, basi huyu atafanya namna wewe akurahisishie kulipa madeni yako kwa haraka na titi for tati. Kiumbe tunayemzungumzia ni Debak, ni jini wa kiume. Jini huyu ana faida nyingi na mwenye madhara machache. Madhara yake makubwa nitakutajia. Faida zake nyingi ndo hizi ambazo mimi nilizokupatia. Hapa ndio dukani kwangu, duka la dawa za asili la Babu Bidabida, na hizi ndio namba zangu za simu ambazo jumlisha 255-765-45-89-10 ni namba za Babu Bidabida. Namba za sekretari wangu ni hizi unazoziona, jumlisha 255-718-94-66-68. Hizi ni namba za sekretari wangu, zinapatikana muda wote. Tunamdiskasi jini huyu Debak kwani ni jini wa biashara, ni jini ambaye wa kupanda, ni jini ambaye wa kukutoa katika ufukara na kukuleta katika tathnia hii. Kito chake ni cheusi, kito chake ni chekundu. Miongoni mwa vito vyake ni vikubwa na pete zake ziko za kutosha ambavyo kiumbe huyu yupo wa kutosha sana. Kwa mimi gharama yake namtoa kwa milioni 6 za Kitanzania, lakini kwenye swala hili bado tupo ndani ya ofa. Unaweza ukapata discussion na ndani ya ofa yako nusu, basi nyingine ukalipa baada ya mafanikio. Mwanafunzi wangu, kikubwa nahitaji ufanikiwe, kikubwa nahitaji tupate afueni kutoka hapa tuende hapa. Sasa basi, jini huyu ana uwezo wa kukufanya wewe uliyefilisika, kukuleta katika mwanga tena na kukurudisha katika tasnia yako. Wewe uliyepoteza heshima yako, basi huyu ana uwezo wa kukutoa hapo na kukurudishia heshima. Kuna watu unawadai na
watu hao hawataki kukulipa kabisa, basi ukimtumia huyu wana uwezo kabisa wa kukulipa. Unaidai taasisi fulani ambayo taasisi hiyo imegoma kabisa kulipa pesa zako. Je, unadai kampuni fulani na kampuni hiyo imegoma kabisa kulipa pesa zako. Mna kesi, mmepelekana hadi mahakamani, basi huyu ana uwezo wa kufanya kijiuzibe pale kukitoa ili wewe upate. Kwa sababu kuna wengine ana document full kabisa, anadai sehemu, anadai serikali, anaidai kampuni fulani, ubia, fidia, lakini hawataki kumpa, wanamzungusha kesho kutwa. Kumbe ukiangalia hakuna cha maana. Kwa hiyo yeye unabomoa pale, ukimtuma mambo yote yanaweza kuwa sawa na pesa zako ukazipata hata kama ni kiasi gani. Kwa hiyo anakutajirisha vizuri. Unaweza ukalala masikini ukaamka tajiri. Unaweza ukaamka tajiri na pia vile vile madhara yake akakulaza pia kuwa maskini. Kwa hiyo ni mix bias hiyo. Kwa hiyo wanafunzi wangu, jini huyu ni jini mzuri sana. Madhara yake ni nini? Jini huyu madhara yake makubwa ni kukupelekesha katika masuala. Kwanza, anapenda sana ngono, anapenda sana anasa, anapenda sana starehe, anapenda sana walevi. Yani ukiwa mlevi, mnywaji, basi yeye anapenda ujirushe. Yani anapenda usahau akhera yako, anapenda uikumbuke dunia. Yani anataka uishi kama haufi. Umeona hayo madhara yake? Kwa hiyo anakugombanisha wewe na Mungu wako. Umeelewa? Kwa hiyo usipokuwa makini, ana uwezo wa kukulaza kwenye jeneza ambalo sio zuri. Anaweza kukulaza ukifa kwenye mauti ama kaburini, ukafika sehemu sio pazuri. Lakini duniani anataka uishi hivyo. Yani anapenda utumie takribani ya asilimia hata 60, 70, 80 ya pesa katika weekend. Kama wewe hujawahi kumkuta tajiri kila siku yanalewa. Yani unakuta huyu mtu anapata wapi pesa? Kumbe inawezekana anammiliki Debak. Debak ndio kiumbe mwenye kusapoti ulevi kwa 100%. Debak ndio kiumbe mwenye kusapoti uzinifu, uzinzi kwa 100%. Debak anampenda mtu wa kujirusha. Yani leo upo klabu hii, kesho klabu hile, mchana klabu hii, kesho kutwa hii, leo umemiliki gari hili, kesho umeacha umemiliki gari lingine. Yani anapenda mtu wa show off. Yani kuonyesha dunia kwamba wewe ni nani. Anapenda mtu mwenye sifa. Jini huyu ana uwezo wa kukupatia pesa 100% na unaweza ukazitumia kwa 100%, kesho ukapata tena kwa 200%, kesho kutwa ukapata tena kwa 300%. Yani kadri utakavyokuwa unatumia. Wanasemaje wataalamu? Wanasema kwamba kadri utakavyokuwa una matumizi makubwa, ndivyo ambavyo kiasi cha pesa kinaongezeka pakubwa. Yani ukitoa milioni 10 unapata milioni 20 au unapata hata milioni 100. Yani unapata mara 5, mara 2, mara 10 ya pesa ulizozitumia. Umeelewa? Na pesa zake zinaingia katika mfumo wa ndani. Yani wewe unapata pesa humo, lakini pia unaweza kutengeneza kabiashara kako ili kuzuga jamii. Lakini wewe kuna namna unavyochukua mali ili kuweza kupata mafanikio. Huyu analeta cash. Sio kama Muhairati anakupa kipande cha dhahabu ili ukauze, au dhahabu ili ukauze upate pesa. Yeye anakupa pesa Tanzania shillings, USA dollars, anakupa dirham, anakupa yoyote ambayo wewe unayoitaka ili kusiwe na consequence. Sasa mwanafunzi wangu, nimekuelezea kwa undani na nimekuelezea kwa hasara zake na faida zake. Kiumbe huyu atumii damu kabisa. Yani hana kafara ya mtu, hana kafara ya mnyama, yani hauchinji, haufanyi. Yani kama kuchinja ni sifa zako wewe mwenyewe, mbwembwe zako wewe mwenyewe, lakini yeye hataki damu ya mtu, hataki damu ya mnyama, iza mbuzi, kuku wala nani. Yeye bwana, kafara yake na chakula chake ni udi au ubani. Kwa hiyo ukitaka kumuomba kwa muda ule, basi wewe unatakiwa uwashe udi au uwashe ubani. Yani katika gari yako usikose udi au ubani, nyumba yako udi au ubani, ofisi yako udi au ubani. Hivi ndio vitu vya umuhimu zaidi, lakini hatumii chakula kingine tofauti na hicho. Madhara yake, ukiwa sio mtu wa kujirusha sana, basi uwe mtu wa kutoa sadaka kweli kweli. Yani uwe mtu wa kutoa sadaka kweli, lakini pia msiingie mkataba. Yani ni bora ile umekaa umeomba, kama akikukubalia basi usiingie naye mkataba wa kudumu. Umeelewa? Yani wewe kama miaka yako 3, 4, 5 umeshafanikiwa,
pesa na nini, kama unaweza kurudisha ile basi wewe unarudisha, maisha yako yanaendelea. Lakini mkataba wake si chini ya miaka 3-4 kwenda mbele. Yani umo, lakini sio mkataba wa milele. Ukiingia katika mkataba wa milele umejivesha ndoa ya Kikristo. Ni sawa sawa na mtu anamiliki gari isiyouzika. Unajua kuna thamani ya gari au simu ukiwa nayo ni unanunua kwa thamani kubwa, lakini kuiuza hiyo huwezi kuiuza. Umeelewa? Kwa ni sawa, au hata kama ukiuza basi unauza kwa hasara sana. Umenielewa? Kwa hiyo ni sawa na hii. Kwa hiyo mwanafunzi wangu, kiumbe huyu ni mzuri sana. Episode ya pili tutamueleza namna gani ya kumuita, namna gani ya kumvuta, jinsi gani tufanye ili mradi tummiliki wewe hapo. Kama unahitaji kukaa riadha. Hapendi mtu asiyeomba msamaha. Madhara yake makubwa ukikosea. Yani usipofanya mambo ya anasa kwa wingi, usipotoa basi sadaka, option hizi mbili, ambayo sadaka hiyo kwa yatima, wajane, watu wasiojiweza, kitakuramba. Lakini pia ukiomba msamaha ni mwingi wa kusamehe sana 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 sana. Stay hapa tusubiri somo letu namba 2, jinsi ya kumuita. Basi hamna tena mbwembwe zingine, umuite uwe naye basi. Ukimuhitaji karibu Dar es Salaam Buza kwa Mama Kibonge, lakini pia ukimuhitaji wasiliana na mimi moja kwa moja ili kuweza kumpata kiumbe huyu. Asante sana.